Yes. Leo nataka kuanza na 254. Nataka kuanza na 255. Kijana wetu ameachia mambo. Kijana wetu huko ameachia muziki. Kama kawaida yake, muziki huwa unakiki. Lakini nataka kuzungumza kidogo kwa sababu nilisema kama swala ni la kidini nitazungumza, swala la usalama nitazungumza, na swala la jamii nitazungumza. Swala la mazingira mtajua wenyewe. Haya, mtoto wetu ameachia nyimbo huko, single mother njoni hapa. Shida si kuachia nyimbo tu. Shida ni kutuchamba. Sisi tunaopenda kusema shida ni kutuchamba. Nyimbo yake hiyo, nendani huko mkasapoti kwenye peji yake. Najua mtapenda. Kijana amesema yeye ni mtamu, sijui. Yeye sijui hadi na mezamate. Amesema yeye hatumuwezi. Yaani hilo sasa mimi ndo limeniuma. Yeye amekuwa Mungu, hatumuwezi. Nadhani shida ya huyu kijana ni mtoto wa mama Dangote. Najua mama Dangote ana pesa, lakini ni mama kama mimi. And I think inabidi tuwe tunazungumza, watu wawe wanajifunza. I think shida ilianzia kule kwa mama. Baada ya mama kulea mtoto wake peke yake, akawa ni single mom. Kitu cha pili, hatujui kule nyuma alivyokuwa akimuelezea mtoto wake mafunzo alikuwa akimpatia mtoto wake, lakini mtoto yule akaja akapewa baba wawili. Yaani mama akasema kwamba yule, hapa ndipo ninataka kuzungumza na wanawake, lakini hii sio topic ya leo. Tutaizungumza wakati mwingine. Mwanzo baba akarukwa, baba mzazi, ikamaanisha kwamba yule mtoto alikuwa na baba wawili. Kitu chengine, mama pia akasema kwamba condom wakati wa lile tendo ilipasuka. Sijui ni maneno yake ama pia ni maneno ya watu wa media, watu wa vyombo vya habari. Sasa tukija hapa kwenye watu wa vyombo vya habari, tukija hapa kwa vyombo vya habari, ilikuwa ndiyo topic yangu ya leo. Nimetoka 255 nimekuja 254. Yes. Jana watu wa vyombo vya habari, jana ilikuwa siku ya kuadhimisha ulimwengu wa vyombo vya habari ulimwenguni. Watu wa vyombo vya habari wakawa na huzuni kwa sababu wanaona ni kama wanalengwa. Ama wananyamazishwa lakini sasa hata ukisema unatafutwa, lazima kuna kitu kinachokufanya wewe utafutwe. Lazima kuna kitu huja kieka sawa. Yes. Nafikiri kwanza mjue vyombo vya habari vikubwa international, vya kitaifa, kwanza vijue shida iko wapi. Huwa kila wakati mimi ninasema kwanza lazima ujue shida iko wapi. Kwa sababu nyinyi mnapofanya kazi yenu kuna mipaka, na sheria inapofanya kazi yake kuna mipaka. Musikingane, musipitane, usipite ile mipaka ya mwenzako eti kwa sababu wewe ni mtu wa media. Tunajua mnatengeza pesa nyingi, mnatengeza pesa nzuri. Watu wa media wanatengeza pesa nzuri. Lakini sasa kazi yao haionekani. Jana walikuwa wanasema eti wao wana huzuni ya nini? Huzuni ya nini? Ni kitu gani umeelezea Wakenya zaidi ya kufatafata maisha ya rais, siasa na uchochezi? Ni kitu gani mumeelezea Wakenya? Ni kitu gani? Kwa sababu uhuru mtu anapata pale ambapo anafanya mambo yake vizuri. Lakini utakapofanya mambo yako vibaya, huwezi pata uhuru, kwa sababu moyo wako kwanza unaanza kukosa amani. Moyo wako unaanza kukosa amani. Sasa tuangalie, tusiende mbali, tusiende kule nyuma tukasema eti sijui chombo cha habari kilikuja kikasema Raila, kaja ikasema Uhuru, kaja ikasema Ruto, kaja ikasema Moi. Tusiende huko. Tuanzie tu hapo pajana tayari.
Tuanzieni hapo kwa jana tayari. Wanazungumzia vijana wa BBC waliotoa habari wakashikwa. Kumbe hata vijana wenyewe ni feki. Habari zenyewe ni feki. Kwa sababu niliposikia kwenye taarifa za habari ni kwamba BBC imesema haikuhusika na zile habari. Mnafanyia kazi nani? Swali ni hilo, mnafanyia kazi nani? Halafu habari tunataka habari za kubadilisha taifa. Tunataka habari za kuleta mwamko mpya, sio mwamko wa zamani. Ati sijui mnasikitika, sijui ni wale wasichana waliokatazwa kwamba wasisome yale ni hivyo, kunaenda hivyo. Kama kitu ni kibaya, hakifai. Lazima sheria ifanye kazi yake. Kama ni unga ni mbaya, labda una sumu, ama ukikatazwa kutakuwa kuna makosa gani? Kutakuwa hakuna makosa. Wale vijana, wale watoto wa kike waliambiwa waende wakarekebishe, watengeze mashairi yao, na pia nilisikia ni kama ambaye walipewa ruhusa wakafanya nini? Waka perform. Lakini ikaambiwa jana wakasema hiyo wamenyimwa uhuru. Haya, kitu chengine ni hicho cha blood of parliament, kwa sababu tusifanye kama ambaye serikali haina sheria ama vyombo vya habari ndiyo sheria. Hapana. Tusichukulie kama ambaye serikali haina sheria, na serikali inapotaka kufanya kazi yake mnakuja kuanza kuleta vurugu kwa sababu nyinyi mnataka zile news international, blood of parliament of Kenya, alafu vyombo vya habari kule nje vianze kwenda mbio kwa sababu mnatafuta ugali. Tuonekane sisi tuonekane sisi wa Kenya hazitutoshi kwa sababu ya zile habari mlizoandika. Sawa, mnafuatilia habari zenu, mnafuatilia mambo ya vijana, lakini ni hawa tu vijana wa parliament ndio mmeona. Hakuna wengine? Hakuna wengine. Ni hawa tu ndio mmeona. Kwa hivyo mtakapokuja tena next year kuja kuelezea watu kwamba mna huzuni, mmehuzunika, muelezee ni huzuni ya nini. Muelezee ni huzuni ya nini. Haya, kitu chengine ambacho pia alikuwa nataka kuongelelea, jana kulitolewa taarifa kwamba sijui ni tume ya nini hiyo imeenda ikafanya uchunguzi ikapata wanawake 700,000 wameavya mimba na wengine wakiwa wako ndani ya ndoa. Ili mchapishe kule mataifa ya nje yaone vile sisi wanawake wa Kenya hatujithamini. Mnatutukana. Wanawake 700,000 waliavya mimba. Hii swala la kuavya mimba ni system ya madaktari. Kwa hivyo madaktari labda waje watuelezee waliavya hawa wanawake 700,000 mimba kwa sababu gani, na hawa wanawake wenyewe ni kina nani, na ni hivyo vitoto vilipelekwa wapi? Kwa sababu mtakapoingililia swala la wanawake, yani msichukulie sisi wanawake ni kama chombo chenu cha biashara, mnatuongelelea tu vile mnavyotaka. Wanawake 700,000 wengine wako kwenye ndoa. Hii inamaanisha nini? Mnataka watu waachane kule kwenye ndoa zivunjike? Ama mnataka sisi wanawake tuonekane wanawake wa aina gani? Ama wewe uliotoa hizi habari ulikuwa wapi hawa wanawake wakiavya mimba? Ningependa kujua.